Barabara kuu ya Meru kuelekea Nairobi kupitia soko la Ndagani katika kaunti ya Tharaka Nithi iligeuka kuwa uwanja wa maandamano makali Jumatatu, huku waendesha bodaboda na madereva wa matatu wakisimamisha shughuli zao kupinga kupanda kwa bei ya mafuta kote nchini. Hali hii ilishuhudia barabara zikizalia tupu, magari yakisuilia kupita, huku baadhi ya madereva waliothubutu kutumia njia hiyo wakifukuzwa na waandamanaji waliojua na serikali. Maandamano hayo yamejiri wakati ambapo bei ya petroli imeongezeka kwa zaidi ya shilingi 16, huku bei ya diseli ikiongezwa kwa zaidi ya shilingi 46, hali ambayo imeendelea kuongeza gharama ya maisha kwa wananchi wa kawaida. Akizungumza eneo la Ndagani, mwenyekiti wa bodaboda Anthony Gishangi ameeleza kuwa sekta ya usafiri imeathirika pakubwa, akitaja kuwa hapo awali walikuwa wakiwalipisha abiria wa bodaboda shilingi 50 kutoka eneo la Ndagani hadi mji wa Chuka. Sekta ya bodaboda imeathirika kwa sababu wakati mafuta imepanda, sisi tangu mwanzo tunabebanga na 50. Mpaka saa hii yule mama ako huko Masinani anatarajia bado kubebwa na 50. Ukijaribu kumwambia ongezee mbao ama 50 ingine ndio ifike 100, unaona ni ngumu kwake. Unaona hata wakati mafuta imefika lita 200 na shilingi 16. So ukienda ukiweka 200 pale, hata unaweza angalia ni 50 ngapi inaweza tosha ndio uweze kupata ile lita yako. Sasa zingine unafanya kazi ya bure, hakuna kitu unaingiza, ama ukute umebakisha 100. Hiyo 100 ukienda kununua unga imepanda. Aidha, kupanda kwa bei ya mafuta kumechangia kwa ongezeko la nauli hadi shilingi 100, jambo ambalo limeathiri kukidhi mahitaji ya kimsingi kwa sekta ya bodaboda. Mwenyekiti huyo aidha amerai serikali kupunguza ushuru, jambo ambalo amelitaja kama chanzo cha ongezeko la mafuta kote nchini. Serikali ile tungetaka ni watoe tax. Ile tax wameweka pale ndio mingi, mpaka mafuta ndio inapanda hapo sana. Ndio tukiangalia kama mafuta ya Uganda inapitia Kenya, kwa sasa lita inatoka 197 ndio inatoka huko Uganda, na hiyo mafuta bado inapitia Kenya na inatoa ushuru. Kwa upande wa wanabodaboda, Michael Ncheru, mmoja wa dereva wanabodaboda, amedhihirisha kuwa kupanda kwa bei ya mafuta limechangia pakubwa ukosefu wa abiria, hivyo kuathiri sekta ya bodaboda. Kwa hakika imekuwa ngumu juu hata wale wanaenda wengine hawezi pata hiyo 100. Sasa imekuwa ngumu hata kwa kusafiri, na sasa hata sisi tukawa sasa tuko na pigo juu sasa kama upati wa kupeleka, si hata wewe kazi yako imeisha. Hata hivyo, wafanyabiashara pia wako achwa nyuma, wakidokeza changamoto wanazokabiliana nazo. Mfanyabiashara mmoja vifaa vya kielektroniki kwa jina Joel amesema kuwa ongezeko la mafuta limewalazimu kupandisha bei za bidhaa zao ili kukidhi viwango vya biashara zao. We normally order electronic items from town. Initially we used to pay for night. We used to pay for them at 50 shilling, but currently we are paying them at 70. So to meet the transport fare, we normally have to increase the prices of the commodity, because we cannot. If initially we used to sell them at a reduced rate, but now we are paying more, we also have to increase the price of the same products to meet the cost of transport. Nikiripotia Chuka University Radio, jina langu ni Soita Junior Gilesho.